Kuna comment nyingi sana nimeziona Instagram, wapi, watu tofauti watengeneza content vyao na nini, wanajaribu kuelezea situation yangu ambayo hata wao hawaijui. Naomba niseme kitu kimoja. I'm a business woman. Mpaka uone nimekuja mtandaoni kusema 1 2 3 haiko hivi, tafadhali nisihusishwe. Mimi nifa kwa nilipofikia sasa hivi, ujue iko sababu ya msingi. Hakuna mtu kwenye hii dunia atakuwa na mtu mzuri ambaye anajua kabisa this person is my ride or die kwa ulimwengu wa sasa hivi ulivyo, akamwacha mtu aondoke. Tunaelewana? Mwenyezi Mungu alinipitisha gerezani makusudi. Labda alinipitisha kule kuniambia we mtoto, usipokuwa makini ni huku tena nitakapokurudisha. Ni huku alinipitisha makusudi, kwamba ukiendelea kuna vitu kufumba macho ndo huku nitakapokurudisha. Sitaki kuongea sana. Najua mnani-trigger. Kuna vitu mnataka niongee. Sitovizungumza mpaka siku itakapofika mwenyewe ambaye anahusika na hili jambo lote atakaponi-trigger na yeye ndo nitaongea. Kwa sasa hivi nilichokifanya ni kuweka wazi mipaka, boundaries, kwamba sina ushirikiano wa kibiashara na mtu yoyote. Si ushirikiani kibiashara na mtu yoyote. Sina mahusiano na mtu yoyote. Kwa heshima tu, bila kusema sijui nini wala nini wala nini. Mimi bado ni mdogo sana. Ndo kwanza na miaka 26. Kuna vitu kwa afya yangu ya akili siwezi kuvihendo. Mlitaka nije hapa nimekufa kwamba msikie tu Jennifer Jovin afariki dunia. Naombeni niache. Nyie wote mnaotengeneza content sijui mtu alisimama na wewe akiwa gerezani kwa video ya dakika 1. Rafiki zangu walikuwa hawaji gerezani. Mama yangu alikuwa haji gerezani kila siku. Wadogo zangu walikuwa hawaji. Na walikuwa wanakuja kila Jumamosi. Walikuwa hawashoot video dukani. Mnajua maana ya ni watu wachache sana wenye akili timamu watakaoweza kunielewa. Watu wazima watakaoweza kunielewa. Mimi ndo najua Mwenyezi Mungu kaniepusha na kitu gani. Ndoa yangu ya kwanza kwake ni ndoa yake ya pili. So please, msini-trigger kutaka mimi niongee vitu sijui nifanye nini. Hakuna lokuwa ananisaidia kupokea barua za wanasheria dukani kwangu. Hakuna. Kuna watu walikuwa bado wanadili na yule mtu kwa sababu wanajua ni mtu ambaye yuko karibu yangu. Please. Hili si jambo la siku moja. Ni zaidi ya miaka 2. Kwa hiyo niacheni. Mtu anasema inaonekana kabisa Nifa hana utulivu. Kuna siku niliwahi kuja mtandaoni kusema jamani 1 2 3 naomba nisaidiwe hapa. Unakuja kusema Nifa hana utulivu. Mimi ndio ni role model wa wanawake wengi. Watakuja kuelewa wakati ukifika. Mwenyezi Mungu ata-expose vitu tofauti kwa wakati sahihi. Allah atafanya kwa wakati sahihi. Kila mtu atavuna alichokipanda. Nitavuna nilichokipanda. Na wengine wote walio haikuwa karibu yangu watavuna walioyapanda. Kila mtu atavuna alichokipanda. Labda binadamu sisi kwa sisi tuamue kubadilisha tabia zetu kwa siri bila hata wetu wengine kujua. Mungu atatufanyia kheri kwa sababu ni mwingi wa kusamehe. Tofauti na hapo, kila mtu atavuna alichokipanda. Sitaki eti mtu mnaamini sana mitandao ndio maana mnakuwa manipulated. Niacheni.